Bwana sasa. Wana nia nyingine kabisa. Mtu aliingia kwenye utumishi akiwa na nia njema kabisa. Aliokoka akiwa na nia njema kabisa. Nia ya Kristo. Hata alipopokea Roho Mtakatifu akaahidi kwamba mimi Bwana siwezi kuyumba. Hata siku moja sitakiuka, hata siku moja. Ulivyoniondolea dhambi zangu za kwanza, nataka nikwambie akienda kujirundikia dhambi mpaka sasa hivi mizigo inawashinda. Watu wanaanza kushia. Lakini kwa sababu hakuendelea na ile nia ya Kristo. Naenda pamoja. Ngoja nikuonyeshe. Uwe na nia. Ya mwisho nakwambia hapo. Nia ya Kristo. Maana hata kama utapata mafundisho mazuri, hata kama utaomba na kufunga, hata kama utamtolea Mungu kiasi gani, maana atupokee mwisho. Hata kama utampa Mungu utukufu kiasi gani, lakini kama huna nia ya Kristo, huwezi kukatiza. Shetani atakumeza tu. Panda kiburi, utajifikiri ni wewe, utaanza kuwashutumu wengine kana kwamba hawana akili. Nataka nikwambie, hakuna asiyetaka mbili. Nataka nikwambie ni kuzidiwa. Wanazidiwa akili, wanazidiwa ufahamu, wanazidiwa nguvu. Ana ufahamu, ana akili, nguvu hana. Anaendea dhambi akiona kabisa hivi. Bwana asante sana. Amen. Wewe kuendesha baskeli wale walifunza baskeli? Ndio. Wakati wa kwanza? Ndio. Yaani unaenda unaogonga ukuta hivi. Unaona. Unaona. Mimi nakwambia. Lakini naona tu. Mpaka baskeli andika nani. Ndio walivyo tunakwambia. Mimi na kama una nia ya Kristo, mimi nakwambia nguvu ikisha kuwa haipo, nataka nikwambie unaendea jambo usilotaka na unaliona kwa macho kabisa. Hivi mtu atendaza msamaria anafanya dhambi. Akimaliza ndio anarudia. Ni hapa jamani. Unisamehe. Tayari amekubilibu adui, umekubali. Kwa sababu ya udhaifu wako aliotumia. Na ndio maana tunatakiwa haya mambo tuyabebe. Ndio tuwe na nia ya Kristo. Hebu nikwambie mtu mmoja. Nilikuwa naongea na mama, nikamwambia hivi. Mimi kama nimeamua kusulubiwa kule Yerusalemu, ni mimi kwa mfano ni mimi mnyang'anyi. Alafu sasa wananiambia beba msalaba wako. Na ubeba wao. Na naenda kuuawa. Mimi si ubebi, naambia mniue hapa. Sibebi. Najiangusha chini. Fanya siwezi. Ukishanivunja mguu tu ndio kabisa sitaweza. Ubeba msalaba. Sasa unabeba msalaba kwenda kuuawa? Haya jamaa ni ajabu kweli. Tandika mjeledi siendi. Choma moto siendi. Sasa naenda kufa. Lakini jamaa wanaubeba msalaba mpaka kule wapake wa huyu una wa Yesu na mkireni mpaka pale. Yesu yeye sawa. Ana nia ndani. Ya kuokoa watu. Sasa wale wengine wamesha hukumiwa kunyongwa ni basi. Na ukishahukumiwa na Torati wewe ni jehanamu. Torati ikisha kuhukumu na hatia, enzi zile wote wale kumtumiwa na Torati kwa na hatia utawakuta mimi. Wakina Kora, wakina Sauli, huwezi kuwakuta. Bwana asaidie sana. Amen. Sisi tuko pamoja. Wale waliozikwa, waliokufa jangwani wote utakuta atakuja. Mmeshahesabika wenye dhambi milele. Bwana asaidie sana. Amina. Sasa umeshanihukumu tena nibebe msalaba? Lakini Yesu anabeba msalaba kwa sababu ana nia ndani. Shetani hajui. Nilikwambia shetani hajui kilikuwa kinaendelea wakati Yesu anabeba msalaba. Anajua hili naenda kumaliza. Yaani akakorofi. Kamesumbua sana dini zangu hapa. Kamesumbua watu wangu sana hapa. Sasa nakamaliza. Nataka nikwambie kumbe ndio shetani anakwenda kupigika. Kwa hiyo Yesu alikuwa na nia ya kuokoa mwanadamu. Kwa hiyo maana akaubeba ile msalaba hata kama nguvu hana. Tunaenda moja nini? Soma kitabu cha Filipi tunamalizia hapa. Kwa Filipi 2 mstari wa 3 mpaka 11. 3 mpaka 11. Kwa Filipi. Hiki ndicho kitu kigumu sana. Watu watafunga, watu wataomba, watu wataimba, watatoa,
lakini nataka nikwambie kuwa na nia ya Kristo. Ndugu yangu, Filipi 2 mstari ule wa 3 na kuendelea, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na mhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Ndio uliwahi kusema ni kweli? Bwana asifiwe sana. Msifanye jambo lolote kwa nini? Kwa mashindano. Kwa mashindano. Uliona kwa alcohol zikishindana? Uliwahi kuziona? Zikishindana kwa alcohol. Wanaenda wapi? Wale ya wapendwa wa Kisembule na wale wa Songowe na wale wakutane washindane. Baya. Unashindana kusifu Mungu. Mambo yanaendelea. Bwana asifiwe sana. Kwa ile imeshinda. Ile ya Kongowe ikishinda hii inafurahi. Au majaji wakiamua vibaya. Kitakachotokea ni kitu gani? Chuki. Maana wanaweza wakala rushwa. Chuki. Si chuki. Sasa ndio maana anasema hapa msifanye jambo lolote kwa mashindano. Na ndio maana hakuna uchaguzi kwa watu wa Mungu. Amina. Kura hukomesha mashindano, lakini kwa watu wa Mungu hakuna kuchaguliwa kwa kura. Walioweka hivyo wako feki. Wako tofauti kabisa. Wala si kanisa la Mungu. Bwana asifiwe sana. Kanisa la Mungu wapasa kuomba mpaka mumuinue mtu pale. Mungu anasema kuliko mwanadamu. Ambia Bwana, mimi nimesema Ima ndiye hapa atakuwa mchungaji. Basi. Na mpaka wengine wote wanaelewa kilichosema. Nielewa hiyo kura kila mmoja atakampenia wa kwake. Soda zitanywewa na takrimu. Tutakutana huko. Bwana asifiwe sana. Amina. Sisi tuko pamoja. Amen. Hapa atateuliwa na Mungu. Baada ya nini kutoka. Bwana asifiwe sana. Amina. Sisi tuko pamoja. Amen. Leta hapa tafia hapa. Bwana asifiwe sana. Amen. Tuko pamoja. Amen. Na liteuliwa na Mungu. Kila mtu na amehesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Siku zote ukitaka ufanikiwe, nia ya Kristo ni kwamba aliona yeye si kitu kwa ajili yetu. Hivi bosi wetu amejitoa kiwango hicho kwa ajili yangu mimi na wewe. Alafu sasa mimi hapa unaniona si kitu, wewe ndio kitu. Bila wewe, bila mimi hapa tunakuwepo. Bwana. Amen.